Assalamu alaikum, tumsalie mtume, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hadha alhabibi kiparamoto, na leo tunataka kuongelea kuhusiana na kanisa la Hagia Sophia, kanisa la Hagia Sophia ambalo lipo katika nchi ya Uturuki. Fa'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. Allah anasema katika aya kama hiyo ambayo inapatikana katika surati al-Hajj aya 40 kwamba wale ambao wametolewa katika majumba yao illa bighairi haqqi, pasina ya haki, illa an yaqulu rabbuna Allah, isipokuwa kosa lao ni kusema kwamba Mola wao ni Allah, isipokuwa kosa lao ni kufuata kalimatu tauhid, kutamka kalimatu tauhid, isipokuwa kosa lao kusimamisha fikihi al-akbar, fikihi kubwa kuliko fikihi zote, isipokuwa kosa lao kuwa na aqida ya kisawasawa, isipokuwa kosa lao kuwa na ilmu al-qalamu. Aiywa, kosa lao ndio hilo tu, kwamba kusema Mola wao ni Allah. Walau daf'u Allahi an-nasa ba'dhuhum bi ba'd, walau la daf'u Allahi an-nasa ba'dhuhum bi ba'd, lau kama Allah asingewakinga baadhi ya watu kutumia baadhi ya watu, asingewastiri, asingewazuia, la hudimat as-sawami', zingeharibiwa nyumba za watawa, nyumba za wachamungu wa Kikristo ambao wamechagua maisha ya utawa, nyumba za masista na mafadha, wabid'u na makanisa, waswalawatu na sehemu za kuswalia nyingine ambazo sio rasmi. Kwa mfano, labda unaweza kukuta kwenye kituo cha basi kuna sehemu ya kuswalia, labda sokoni kuna sehemu ya kuswalia, labda karibu na uwanja wa ndege kuna sehemu ya kuswalia, kwenye uwanja wa ndege kuna sehemu ya kuswalia, wasalawatu wa masajidu na misikiti ambayo wanaswali Waislamu na wanaswali Wayahudi kwenye misikiti, yuzkara fiha ismullahi kathira, humo linatajwa jina la Allah kwa wingi. Wala yansuranna Allahu man yansuruhu, na Allah anamnusuru yule ambaye anamnusuru yeye. Allah ananusuru utajo wa Allah, ambaye anasaidia utajo wa Allah uendelee kutajwa. Inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Allah ni mwenye nguvu na mtukufu. Kwa hiyo katika aya kama hii Allah anasema kwamba haitakiwi kuharibu nyumba hizi za ibada hizi ambazo zimetajwa hapa, ambazo wanaswali wa Kristo, wanaswali Waislamu, wanaswali Wayahudi. Aiywa, hazitakiwi kuharibiwa, zinatakiwa zitunzwe. Na kuharibiwa huku kuna maanisha haitakiwi kubadilishwa asili yake. Kama kanisa linatakiwa libaki kanisa, kama sinagogi inatakiwa likae sinagogi, kama msikiti ambao wanaswali Waislamu basi unatakiwa ubaki ya msikiti, usiharibiwe. Na pia vile vile hautakiwi kufungiwa na hautakiwi kununuliwa, hautakiwi hautakiwi kununuliwa kubadilishwa vinginevyo au kuuzwa kubadilishwa vinginevyo, na hautakiwi pia kubomolewa kwa uharibifu tu wa makusudi pasina ya kufanyia ukarabati. Ndivyo Allah anamaanisha katika aya kama hii. Kwa nini tumeona tuongelee jambo kama hili? Kwa sababu kuna uovu mkubwa ambao umefanyika katika dunia ya Waislamu, kwamba katika nchi ya Uturuki kipindi hicho ikiwa ni dola ya Ottoman, mwaka 1453 sultani kijana wa Ottoman Muhammad Fatih alifanya jambo ambalo ni makosa na uovu. Alitumia bendera ya Uislamu kufanya jambo ambalo sio la Kiislamu. Aliingia katika mji wa Kikristo Constantinia, akauteka mji kama huo, lakini pia akateka kanisa kama hili akalipola, alafu akalibadilisha kuwa msikiti. Hili ni jambo ambalo ni kosa, lipo kinyume na Qur'ani, lipo kinyume na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inasikitisha kuona Waislamu wengi wanamchukulia huyu kama Muhammad Fatih kwa upumbavu wake waliofanya kwamba ni shujaa eti katika Uislamu. Allahu akbar, ni mtihani kweli kweli. Huyu ametumika vizuri kabisa kuchochea uadui na chuki baina ya Waislamu na Wakristo kwa tendo lake ile ovu alilofanya, ambalo linapingana na kitabu cha Allah, linapingana na hadithi za Mtume Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna Uislamu na Uislamu. Huu ni Uislamu Muhammad Fatih, sio Uislamu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sio Uislamu ambao alikuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni Uislamu Muhammad Fatih, na Uislamu kama huu bado anao mpaka leo Uturuki. Uislamu kama huu wa chuki na uadui dhidi ya Wakristo bado anao mpaka leo
Waturuki. Sijui kama hiki kitendo kimefanyika kwa bahati mbaya pasina kujua au ni njama maalumu za kijasusi wa kiwango cha PhD ambao umefanyika kwa uhodari wa hali ya juu kugombanisha Waislamu na Wakristo. Kama huyu alikuwa Muhammad Fati, tumwangalie huyu rais wa kipagani wa kwanza wa serikali ya Uturuki, Mustafa Kemal Atatürk. Mwaka 1935 naye akabadilisha kanisa la Hagia Sophia kutoka katika hali yake ya kuwa msikiti akaifanya kuwa jumba la makumbusho. Huu pia ni uovu. Hili ni kanisa, linatakiwa libaki kuwa kanisa. Kufika mwaka 2020, maana yake miaka 5 kutoka leo, rais wa serikali ya kipagani ya Uturuki Recep Erdogan akafanya tena kitendo kingine cha kuzidi kutonesha kidonda kile ambacho alikuwa amekisababisha Muhammad Fati. Tulitegemea labda pengine huyu Recep Erdogan angesahihisha kosa ya Muhammad Fati, lakini yeye alichokifanya karudia kosa lile lile, kwamba akalichukua kanisa la Hagia Sophia akalibadilisha kutoka kuwa jumba la makumbusho akalifanya kuwa msikiti. Tulitegemea huyu pengine angelifanya kanisa kama hili kurudishia katika hadhi yake ya kanisa na kuwakabidhi wenyewe mali yao, mali yao ambao imeporwa. Na wapo ambao wanasema alinunua Muhammad Fati ile kanisa. Haitakiwi pia kununua kanisa kubadilisha kuwa msikiti. Tusifanye mambo kufuata akili zetu au matamanio yetu. Tuangalie kitabu cha Allah kwanza kinasema nini kabla ya kuleta mambo yetu na hikima zetu za uongo wa kweli. Wakati Allah kashatoa amri katika jambo lake, wewe bado unajifanya kwamba una hikma ya kumzidi Allah, au unajifanya kwamba una imani au una itikadi au sijui una elimu ya kumzidi Allah ukafanya vinginevyo tofauti na Allah alivyohukumu katika kitabu chake. Ni uongo. Huko ni kukimbia hukumu za Allah. Huko ni kujitengenezea hukumu zetu tunazojua sisi. Kwa hiyo Muhammad Fati amefanya makosa, Mustafa Kemal Atatürk amefanya makosa, Recep Erdogan pia umefanya makosa. Ajabu iliyopo ni kwamba mpaka mashehe wakubwa na waziri wa kimataifa eti wametokea kumpongeza huyo Recep Erdogan kwamba ni shujaa wa zama hizi kwa kubadilisha kanisa la Hagia Sophia kutoka katika hadhi yake ya jumba la makumbusho kuwa msikiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na unajua waliofanya hivyo mashehe ambao walimpongeza Recep Erdogan, sio mashehe wa tabaka la chini kama Sufyan wa Vetenari na kaka yake, au Abu Jahri wa mkoa wa Dar es Salaam na Abu Jahri wa Tanzania nzima, bali huyu ni Dr. Zakir Naiki anajirekodi kabisa na kuja hadharani na kusema kwamba Recep Erdogan anatakiwa kupongezwa kwa kitendo chake cha ushujaa alichokifanya pasina kumwogopa yoyote, kuifanya kanisa la Hagia Sophia kuwa msikiti. Allahu Akbar. Huku akitoa hoja kwamba eti mtume wa Allah naye pia alishafanya kitendo kama hicho. Ataftaru ala Rasulillah kadhiba anta ta'lam. Ni hatari kweli yani. Mtu anazusha, anasema uongo dhidi ya mtume wa Allah na huku akijua Allah anasemaje katika kitabu chake. Surat Al-Imran ayat 96, Allah anasema Allah anasema hivi kwamba inna awwala albayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa huda lil-alamin. Allah anasema hakika nyumba ya kwanza ya ibada kutolewa kwa ajili ya watu ni ile ambayo ipo katika bonde la Bakka, ipo Makka, iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa watu wote. Maana yangu ni nini? Maana kwamba Allah anachomaanisha hapa katika aya kama hii kwamba Al-Kaaba ilikuwa asili yake anatajwa Allah fihi. Allah alikuwa anatajwa katika Al-Kaaba, alikuwa anataja Allah, na tunajua wote kwamba ile ilijengwa na Nabii Ibrahim na mwanae Ismail alayhimassalam. Kwa hiyo mtume Allah alivyoikomboa amekuja kuitakasa na kuirudisha katika asili yake. Lakini alichofanya Muhammad Fati, alichofanya Mustafa Kemal Atatürk, alichofanya Recep Erdogan, chote ni dhulma na uongo na uovu mkubwa. Wao wamebadilisha kanisa ambalo humo yudhkara fiha ismullahi kathira na wakalifanya kuwa kubadilisha asili yake, kwa sababu kanisa tangu hapo alikuwa anatajwa Allah kama Allah mwenyewe anathibitisha katika kitabu chake Al-Qur'an Al-Karim surati Al-Hajj 40. Lakini wao wamekuja kufanyaje? Wameanza kubadilisha sasa asili yake. Hii haitakiwi kubadilisha asili ya sehemu ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kutaja Allah ukabadilisha ukaweka kwa makusudio mengine, au ukabadilisha ukaigeuza kuwa ya jamii ya watu wengine, kwa sababu tabadilisha chuki na uadui baina ya jamii kama hizo. Na ndio tunachokiona leo, na ndio Uislamu ambao tunao leo. Sasa haya yote ni maovu. Kwa hiyo tuangalie kwamba mtume Allah alijua kubainisha, kuwatofautisha
ahlul kitabi na mushrikina, kama alivyokuja maneno haya katika kitabu Allah. Allah hajatumia mushrikina na ahlul kitabi kuwafanya wote ni watu wa namna moja. Hawa ni watu wa jamii mbili tofauti. Ahlul kitabi minhum mu'minuna, wapo ambao wameamini, wapo ambao na kalimatu tauhid, wapo ambao wameshika fikhi al-akbar. Aiyo, katika ahlul kitabi. Na ndio maana katika aya nyingine Allah anasema hawa ni watu wa peponi. Lakini katika mushrikina hum jamia fi nar, wote ni watu wa motoni mushrikina. Kwa hiyo mtume Allah alifanya kitendo kile dhidi ya washirikina, lakini kinachofanyika wale walichofanya wengine wamefanya dhidi ya ahlul kitabi, ambao miongoni mwao wapo watu ambao wacha Mungu kweli, yani kuliko hata huko ambao katika ummatin wastan wapo ambao watu wamepotoka, wapo watu wa motoni pia katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiyo, na mtume Allah akathibitisha hivyo katika umma wake, wapo watakaoingia motoni. Kwa hiyo tuwe makini na jambo kama hili. Kwa hiyo imefanyika hivyo na inaendelea kufanyika hivyo. Watu wa Uislamu washabiki wa chuki na wadui dhidi ya Wakristo, na Wakristo wana chuki na wadui dhidi ya Waislamu. Sasa hii inaleta maafa makubwa sana, hasa inapotokea machafuko au vita. Na ndio tunaona miaka 90 hivi katika vita vya Bosnia au vita vya Yugoslavia ilitokea kama hivyo kiasi kwamba Umoja wa Mataifa wakaanzisha sehemu, wakaziweka sehemu, wakazitenga sehemu, wakasema hizi ni safe haven, sehemu salama kwa watu kukimbilia watafanyika mauaji. Lakini kilichotokea Waislamu wa Bosnia walipokimbilia sehemu kama ile, hao Umoja wa Mataifa wakawapa silaha Wakristo wa Orthodox kwenda kuwaua Waislamu katika makambi kama hayo ambayo yamefanywa kwa ni safe haven. Aiyo, ndio sheria hizi ambazo sisi tunaziamini. Allah anatoa sheria zake, tunaziacha, kwamba nyumba za watawa, masinagogi, miswala, na makanisa na misikiti ni sehemu ambazo ni salama, ni safe haven. Akiingia mtu kanisani akiomba amani hataki kupigwa hata kama jina lake ni Muislamu, na msikitini akiingia mtu ambaye hata kama jina lake la Kristo John au George atakiwa awe ana amani, asizuliwe. Sasa leo unafikiri kwa kama makanisa ya leo au misikiti ya leo inawezekana kufanyika jambo kama hilo kutokana na uchuki na wadui baina ya Waislamu na Kristo? Ni ngumu. Umeingia machinjoni, wanakuwa kama wana akili vizuri, alafu wanasahihisha kosa lao, wanafanya kwamba wao wamefanya jambo zuri, jambo la peponi kabisa, walivyokuwa wapumbavu, alafu wanategemea kuingia katika pepo ya Allah. Wanatoa wapi maandiko? Maandiko hayo hayapo katika kitabu cha Allah, katika hadithi ya Mtume wa Allah. Kuna code of conduct, kuna namna ya kupigana vita, kuna sheria za maadili ya vita. Aiyo, alijaachwa wazi. Allah kazungumza vita vya Kiislamu vinatakiwa viwe vipi, Mtume wa Allah pia kabainisha, kaika miko do's and don'ts. Kuna mambo yanatakiwa kufanywa, kuna mambo hayatakiwi kufanywa. Sasa ilifanyika hivyo katika vita ya Bosnia, Waislamu wakachinjwa. Huu ni mkakati maalum, ni mpango maalum katika mauaji Srebrenica ilifanyika kitu kama hicho. Aiyo, kugombanisha Waislamu na Wakristo. Lakini Waislamu na Wakristo wenyewe hawajijui kama wanagombanishwa. Tena wagombanishwa na mashetani, wanawapagana, wamewazidi ujanja, wamewazidi akili, wamewazidi mipango. Sasa imefanyika hivyo, na inaweza ikatokea tena, kwa sababu tupo katika kipindi cha hatari mno, kipindi ambacho kunaenda kutokea global security breach, kuanguka kwa usalama duniani